Karibu tena, tuelekee mahakamani ambapo mwekezaji wa kigeni amejikuta katikati ya kashfa kubwa ya udanganyifu inayotikisa imani katika usimamizi wa kampuni nchini Kenya. Inadaiwa kuwa mwekezaji huyo alitangazwa kuwa amefariki ila hali alikuwa angali hai. Kulingana na mawakili wake, njama hiyo ilihusisha vyeti vya kifo vya kughushi na mabadiliko haramu ya rekodi katika ofisi ya msajili wa kampuni. Hatua hizo ziliruhusu watu wengine kuchukua udhibiti wa kampuni bila idhini yake. Mawakili wanasema huu ni udanganyifu uliopangwa kwa ustadi na wanaonya kuwa unaonyesha udhaifu mkubwa katika mifumo ya usajili wa kampuni nchini. Wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kurekebisha rekodi za kampuni, kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha usalama wa mteja wao kurejea nchini. Want our client to be redeemed. His image must be redeemed. That is why he must be paid by authorities in Kenya and the company Chausan International Limited. We are in a country where we are encouraging investors to come. Therefore, the country cannot have individuals colluding with the international companies, some characters, to ensure that now they also remove the same investors that we are looking for as a country. We will be moving to the court very soon to ensure that if the authorities does not comply and also Chausan Limited does not comply, then we get orders compelling them to do so. We want it to go for the record that our client, Mr. Hankin, is alive. Tulekea Mandera ambapo viongozi kutoka kaunti ya Mandera